Unaweza kuziangalia hizo picha. Unawafahamu hao watu kwenye picha hapo? Ndiyo, walikuwa ni waajiriwa wangu. Ni kwa muda gani umefanya kazi katika ofisi yako? Sina kumbukumbu nzuri sana, ila huyu wa kiume miaka 3 na Recho mwaka 1 na miezi kadhaa. Una taarifa yoyote kuhusu ndugu zao? Hapana, sina taarifa za ndugu zao. Unawezaje kuajiri wafanyakazi katika ofisi yako na huna taarifa yoyote na ndugu zao? Wakipata matatizo je? Ni jinsi gani utawapa taarifa ndugu zao? Nina ofisi nyingi sana, hivyo inakuwa ni ngumu kujua taarifa za kila mfanyakazi. Ni vyema ukaweka utaratibu mzuri katika ofisi yako, ukaweza kuwatambua wafanyakazi wako. Unaweza ukajikuta umeingia kwenye matatizo yasiyokuhusu. Tuachane nayo. Hawa watu wamekutwa wamekufa katika mazingira tofauti, lakini vifo vyao vinaendana. Kuna chochote utakachokuwa unakijua au mtu yote unayemhisi kuhusika na vifo vyao? Hapana, sina chochote ninachokijua. Sawa. Kama kuna chochote utakachokijua, usisite kutupa taarifa. Sawa. Mwakindu. Mwakindu. Yes, niambie baba.
hiyo pikipiki itakuwa tayari saa ngapi? Sababu Kodo anataka kuitumia. Kama dakika 15 tu hivi ndo namaliza, maana namaliza kutega timing. Itakuwa iko sawa bosi. Okay, sawa, fanya chapu basi. Hamna shida. Wewe nani? Unamfahamu? Wewe nani? Wewe nani? Ina maana au nikumbuki kabisa? Sikufahamu. Ni kweli hatufahamiani, lakini ngoja nikukumbushe kitu kimoja. Unamkumbuka yule binti wa guest house? Kwani wewe nani yake? Haina haja ya kutaka kujua mimi ni nani yake, na hata kama ukijua huwezi ukarudisha uhai wake. Inafurahisha eh? Unataka kujua nini kutoka kwangu? Hamna kitu nataka kujua kutoka kwako. Brother Simba kijua kama niko hapa atakuwa. Kimbia, toroka, kimbia. Acha brother, utakufa nini? Acha bro, utakufa nini? Acha bro.
Unaweza kuniambia nini kinaendelea? Mimi nimeenda naye mpaka gereji, nikamwacha hapo. Hayo sio maneno nahitaji kusikia kutoka kwako. Nahitaji kujua ni nani aliyemuua Benjamin. Sina hakika, lakini nahisi ni yule jamaa. Yupi? Nilikukataza mara ya mwisho, lakini hukutaka kunielewa. Usifanye hivyo. Usiniingilie kwenye maamuzi yangu. Ni mwanamke mzuri ujue. Niache ni enjoy. Oh, nimemkumbuka vizuri. Namhitaji. Sawa, tahakikisha nampata. Ukishampata usimuue. Nahitaji kumuua kwa mikono yangu. Unafikiria nini? Imekuwa ni ngumu kujua nani muuaji. Labda tujaribu kujua sababu ni kwa nini anaua. Unafikiri ni rahisi kujua sababu kabla ya kumjua muuaji? Itabidi tufanye hivyo. Watu wanazidi kufa. Tukiendelea kukaa kimya, kesi hii atapewa mtu mwingine. Nipe mwongozo, tunaanzia wapi? Nahitaji muda wa kufikiria vizuri kuhusu hilo. Haina haja ya kuendelea kujificha kama mtoto mdogo. Mimi niko hapa sasa kwa ajili yako. Jitokeze. Nilijua tu kuwa ni wewe. Ina maana wewe ndio umemuua Benjamin, sio? Mimi sijamuua Benjamin, lakini amelipia ubaya wa alichokifanya. Sawa, kama umemuua Benjamin, ilipaswa uniue na mimi, kwa sababu ule usiku tulikuwa pamoja. Nyie ndio mmehusika kumfanyia ubaya mke wangu. Mke wako aliona kitu ambacho hakutakiwa kukiona.
Hicho ndo kilichomponza. Basi ndawafanya wote mliohusika mlipie. Sawa, njoo nitakuonesha na nitakufanya kama nilichomfanya mke wako, maana alikuwa akilialia tu, nisamee, nimekosa, nisaidie. Subiri, usiwe na haraka. Unadhani sina akili? Bado wewe ni mdhaifu tu kama mke wako. Wewe subiri. Kuna nini? Hapana, nikamate. Siwezi kukamata, hujafanya kosa lolote. Afu umeumia, unatakiwa upate matibabu. Hapana, kuumia huku hamna shida, naomba nikamate. Naona umechanganyikiwa. Nisikilize. Siwezi kukamata sababu hauna makosa.
Ina maana humu ndani kukaa mpaka nifanye makosa, sio? Sawa. Kuna nini? Mtoto wako hapo huko. Umenipa kazi ya kufanya. Nakusikia. Unasemaje? Basi sawa, nakuja sasa hivi. Oh, madam. Huyo mtuhumiwa yuko wapi? Yupo kwenye chumba cha mahojiano. Amekuja mwenyewe? Ya, amekuja mwenyewe na anadai yeye ndo kahusika na mauaji yote. Nadhani kazi yetu imekuwa rahisi kwa sasa. Sawa. Sasa sikia. Nahitaji kufanya naye mahojiano. Hakikisha unapata sauti zote vizuri. Kwa majina anaitwa Veronica, Crime Investigation Officer. Na kufahamu. Umewezaje kunifahamu? Mtu yoyote ni lazima akufahamu kutokana na kazi yako nzuri unayoifanya. Sawa, lakini mimi sikufahamu. Mimi naitwa Donald. Ni fundi carpenter. Na hiyo ndo kazi iliyokuwa inafanya mimi na mke wangu tuishi. Nashukuru. Ila kwa leo kuna mengi nahitaji kuyajua kutoka kwako. Usijali, ndio maana niko hapa. Unaweza kuziangalia hizi picha. Unawafahamu hao watu? Ndio, nawafahamu. Wote hao wamekufa? Najua. Kwa sababu mimi ndio niliowaua. Kuna mtu amekutuma au kukutishia labda? Kwa hiyo hauniamini kama mimi ndio niliowaua? Mtu yoyote anaweza kusema hivyo, lakini tunahitaji uthibitisho. Usijali. Nakufanya ujue kila kitu. Kila mtu ana kitu kinachompa furaha. Hata mimi pia nilikuwa na kitu kinachonipa furaha.
Mume wangu, muda wako mwingi unafanya kazi, unahitajika kupumzika. Bado kidogo namalizia. Huwa unasemaga hivyo wakati wote. Nimeamua kuja na chakula hapa patu yote. Una utani wewe. Sasa mimi nitakulaje huko nafanya kazi? Wewe ungeendelea kula, mimi nikimaliza kufanya kazi nakuja na kula. Hapana mume wangu. Hapana Donald. Unajua kabisa sipendi kula peke yangu. Ndio maana nimeamua kuja na chakula hapa ili tule wote. Haya, sawa. Maana nakujua uking'ang'ania jambo lazima liwe. Nawishe basi mikono tu. Haina haja kunaosha mikono yako kwa siku ya leo. Utakula kupitia mikono yangu. Mume wangu, ili kuwa na afya njema unapaswa kula kwa wakati. Mke wangu ndo mtu ambaye alikuwa ananipa furaha. Kama ningeweza basi ningerudisha siku nyuma. Ile siku ingekuwa tofauti na leo. Mume wangu, kesho ni tarehe 25. Baada ya siku ya kesho zinabaki siku 5. Tunahitajika kwenda kuzuru makaburi ya ndugu zetu. Bora umenikumbusha. Yaani nilikuwa nishasahau kabisa. Sasa siku ya kesho tutaitumia kwa ajili ya kufanya maandalizi, alafu kesho kutwa tutaenda kujumuika pamoja na familia. Sawa. Mbona ananitazama sana? Na maana nataka endelee kutazama. Hapana. Unaweza kaendelea kunitazama kwa sababu napenda macho yako. Nataka kufanya nini? Hapana, sifanyi hivyo. Siku ilipofika tulianza safari mimi na mke wangu. Lakini safari ilikuwa mbaya sana. Kwa sababu gari ilituharibikia njiani. Gari inapoteza nguvu. Nahisi kama imechemsha hivi. Ngoja niangalie.
Mume wangu, kuna nini? Mbona moshi unazidi kuongezeka? Subiri kidogo niangalie. Naomba nishikie simu. Mulikia. Maji yote yamemwagika. Inaonekana rejeta itakuwa imepasuka. Mungu wangu, sasa tunafanyaje mume wangu? Na tupo katikati ya pori. Toeni simu yangu mara moja. Ngoja nimpigie fundi. Wenda tukapata msaada. Tukine sambu hapa. Habari yako? Samahani kwa kupigia simu usiku. Gari yangu inatoa sana moshi kwenye bonnet na rejeta imemwaga maji sana. Yaani sijajua tatizo ni nini, alafu nilikuwa nahitaji kuendelea na safari. Pole sana mkuu. Yeye inaonyesha radiator au imepasuka au gasket imeharibika. Tuko sehemu mbaya sana. Nilikuwa nipo na mke wangu, tunaenda kuwatembelea wazazi. Upo eneo gani sasa hivi? Tupo karibu na kijiji cha Chipaka, barabara ya kutoka Tunduma kuelekea Sumbawanga. Basi sikiliza, hapo karibu kuna nyumba za kulala wageni, si mbali sana. Nendeni mkapumzike, kisha kesho asubuhi nitakuja na vifaa, msiwe na wasiwasi. Basi sawa, basi nitazingatia ushauri wako. Mume amesema nini? Ametuambia kwa sasa hivi haiwezekani kutengeneza, ila ameniambia maeneo ya jirani hapa kuna sehemu tena tukapata nyumba za kulala wageni. Kwa hiyo ni bora twende tukapumzike, afu asubuhi atakuja kurekebisha, tutaendelea na safari yetu. Sawa, lakini mume wangu naogopa sana. Usihofu mke wangu, upo na mimi, nitakulinda. Sawa? Sawa. Chukua mabegi tuondoke. Karibuni wateja. Asante. Samani, sisi ni wageni, tumepata changamoto kidogo, gari yetu imetuharibikia. Kwa hiyo tulikuwa tuna shida na chumba, tunahitaji kupumzika ili kesho asubuhi tuendelee na safari yetu. Hamna shida, vyumba vipo. Karibuni. Kuna cha 25, kuna 35 na 50. Karibuni.
tusaidie cha 25,000. Stewart. Madam. Wateja waoneshe chumba cha 25,000. Karibuni sana. Asante. Mbona mnifuate? Kama kutoka kuna shida yoyote, unaweza ukaja reception tukakusaidia. Asante. Unakaribishwa. Mume wangu, mimi nina wasiwasi sana. Wasiwasi wa nini wakati tayari tumeshafika hapa? Tupumzike, afu kesho asubuhi tutampigia fundi, tutarekebisha gari, tutaendelea na safari yetu. Mimi mwenyewe sijui kwa nini, ila moyo wangu umejaa na wasiwasi sana. Naogopa. Mimi naona kwa sababu mazingira ni mageni ndio maana unakuwa huko katika hali hiyo. Vipi kuhusu chakula? Ndio, njaa inaniuma. Sawa. Basi ngoja nitoke nikakuangalizia afu nakuja sasa hivi. Nimetoka kukuambia sasa hivi hapa naogopa tena nataka uniache peke yangu. Dakika moja tu nitakuwa nisharudi. Basi uwahi. Haya sawa. Samani. Bila samani. Nilikuwa ninaulizia ni wapi naweza nikapata chakula. Chakula. Utatoka hapo nje, utanyosha na kibarabara mpaka mwisho wa kibarabara, utakunja mkono wako wa kulia. Utanyosha mwishoni. Utaona mgao uko pale. Asante. Karibu. Kosa la pili nililifanya ni baada ya kumwacha mke wangu ndani ili nifuate chakula. Baada ya kurudi, Lola. 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 Ilikuwa kama utani. Nilimpoteza mke wangu na mtoto wangu nilimtarajia. Nilitamani kukaa kimya, lakini kila nilipofikiria mke wangu na mtoto wangu, nilisema kila mtu aliyehusika ni lazima atalipia. Nilitoroka kwa polisi. Ndipo nilipoanza kazi yangu. Kwa kuwa nilikuwa sijui kinachoendelea, nilianza na wahudumu wa guest, wale ambao walikuwa wametupokea. Nilianza na huyu mwanamke mdogo. Kaka, naomba unisamehe. Kwa nini unahitaji nikusamehe? Kwa sababu tulikosea. Naomba uniambie kila kitu unachokijua. Naomba uniahidi kama nikikwambia utaniacha. Siku zote napenda kutunza ahadi yangu. Baada ya wewe kutoka,
mke wako naye pia alitoka. Dada samani. Bila samani. Sijui unaweza kunisaidia simu yako, maana na kwangu mimi nasumbua mtandao. Nilikuwa na uhitaji wa kuongea na baba yangu. Hapa ndani natakiwa anasumbua. Ili ukitoka kidogo hapo nje utapata mtandao. Sawa, asante. Hamna shida. Ghafla alirudi akiwa anakimbia. Baada ya hapo wale watu walikuja. Start! Nyewe kina nani? Hamna sababu ya kujua sisi ni wakina nani. Kuna mgeni wetu ameingia hapa, tunamhitaji. Hakuna mtu yote aliyeingia hapa. Hakuna haja. Sitorudia kuuliza mara ya pili, maana kitakachofuatia mtaumia. Yuko chumba namba ngapi? Yuko chumba namba 4. Stewart, ni wakina nani? Ni bora hata usiwafahamu, kwa sababu ni watu wabaya sana. Nahitaji kuwafahamu watu wote. Mimi siwafahamu, ila Stewart anawafahamu. Stewart ni nani? Stewart ni yule kijana ambaye tulikuwa naye pale reception. Uliniahidi kuwa nikikwambia utaniacha. Tafadhali kaka, naomba niache niende. Ni kweli nilikuahidi, na ninapenda sana kutunza ahadi yangu. Lakini kabla sijakuahidi wewe, nilimwahidi mke wangu kwamba wote waliohusika lazima watalipia. Tafadhali kaka, naomba niache niende. Naomba niache niende. Ndipo nilipoamua kumuua taratibu kwa kumbana kuhakikisha pumzi yake haitoki. Baada ya hapo, niliamua kumtafuta huyu kijana aliyemtaja.
Wewe ni nani? Na umeleta hapa kufanya nini? Usijali, taratibu tutajua kila kitu. Ni rahisi sana mtu mzuri kubadilika kuwa mtu mbaya, lakini ni ngumu sana mtu mbaya kubadilika kuwa mzuri. Kila binadamu ana asilimia za ukichaa kwenye kichwa chake, na hii inadhihirika pale anapokuwa na hasira. Kwa usalama wako ni bora uniambie kila kitu unachokijua. Hakuna kitu chochote ninachokijua, na sijajua unaongelea kuhusu nini. No. Nimekupa nafasi moja, umeshindwa kujitetea. No. Ukiendelea kuwa mbishi, nitakukata vipande vidogo vidogo mpaka kifo chako. Kwani unachotaka nini hasa toka kwangu? Niambie, ni wakina nani waliofanya vile? Niambie! Wakishano! Ni wakina nani? Vijana wanaogopeka sana hapa Chipaka kutokana na uhalifu wanaofanya. Endelea. Hakuna chochote ninachokijua, lakini ukitaka kujua kweli zaidi, mtafute Benjamin na Kodo. Walikuwepo hiyo siku usiku. Napata wapi? Kaloleni. Huwa anaendesha pikipiki kule. Nimeshakwambia chochote ninachokitaka. Naomba uniache niende sasa. Mimi sikutaka kumuumiza, lakini hakuonesha ushirikiano na mimi. Ndipo nilivyoamua kumkata kidole ili aniambie ukweli. Na baada ya kuniambia kila kitu, niliamua kumuua kwa kumchoma kisu kichwani. Vipi? Kuna lingine unahitaji kujua zaidi ya hilo? Ni watu wawili tu ambao uliwaua au kuna mwingine zaidi? Yupo. Nakumbuka. Huyu mwingine niliamua kumuua kwa kumchoma moto. Na huyo ndo aliyehusika kumuua mke wangu na mtoto wangu mtarajiwa.
Kwa nini umeniambia mambo yote hayo na wakati ulikuwa na nafasi ya kukimbia? Kwa sababu kisasi sio haki, ila nilifanya kwa ajili ya mke wangu. Kila anayefanya makosa anastahili adhabu, na ndio maana niko hapa. Unajua ni adhabu gani utapata kwa kosa ulilolifanya? Nipo tayari kwa kila kitu. Ni uzembe. Ilipaswa na wewe ufie huko kabla hujafika hapa. Unataka kuniambia huyu jamaa amepiga nyinyi wote? Unaweza kuniambia Kodo yuko wapi? Sijui. Unajua kabisa sipendi kusikia jibu hilo. Kama ameweza kumpata Kodo, basi atakuja kwa ajili yetu. Hakuna haja ya kujificha. Tujiandae. Kwa mbona unifuate mpaka huku sio? Hata ukienda kuzimu, lazima nitakufuata tu. Hata ufanyaje, mke wako hawezi kurudi. Hebu jaribu kuweka picha zake kwenye mtandao ili tuweze kutambua ni nani. Sawa sawa madam. Umemwamini maneno yake? Kila alichokiongea ni kweli. Toka pale kwenye nyumba za wageni. Vipi kama kuna mtu mwingine alimshinikiza kufanya hivyo? Hapana. Yeye ndiye muuaji. Lakini najiuliza,
Ni kwa nini ameamua kujileta mwenyewe kituo cha polisi? Leo imekuwa siku ya ajabu sana. Kwa nini? Naona kila mtu anajileta polisi. Leo kabla alikuja kijana. Alikuwa ameumia sana na aliomba tumkamate. Tulipogoma alimpiga polisi, tukamweka ndani. Umesema alikuja polisi akampiga askari? Nilijua tu kuna kitu. Hem, twendeni. Amekufa. Anaitwa Kodo. Unamfahamu? Ya, namfahamu. Ni kijana wa Simba Jeuri. Ni nani wa Simba Jeuri? Simba Jeuri ni kijana ambaye anaongoza genge la wauni ambalo linaitwa Black Shadow. Baada ya baba yake kufariki, yeye ndo alikuwa kiongozi. Na huyu ni mmoja wa kijana wake muhimu. Ina maana kumbe kazi yake ilikuwa haijaisha. Na hapa alikuja kwa ajili ya kukamilisha kazi yake. Na baada ya huyo anafuata yeye. Unamaanisha nini? Kusanya silaha. Baada nimepata taarifa zake. Amekufa? Ya. Tupe taarifa. Alikuwa ni mwanajeshi. Aliacha kazi zake za jeshi na kuwa fundi carpenter. Na ndiye anayehusika mauaji ya mke wake ndani ya guest house Chipaka. Taarifa zake ninazo. Kila alichosema kilikuwa ni cha kweli. Tuna kazi ya kufanya. Twendeni. Naona umeamua kuua vijana wangu wote. Unaweza kuniambia ni nini unakihitaji? Nachohitaji kutoka kwenu ni nyie mweze kulipia ubaya wa mlichokifanya, na ndio maana niko hapa. Unataka kuniambia unafanya yote kwa sababu yule mwanamke tu? Sema nini? Uko sahihi. Ni mwanamke mzuri sana. Japo nilikutana naye kwa usiku mmoja, lakini nilifurahia. Hukupaswa kukiona ulichokiona. Naomba nisamehe. Naahidi sitakuja kumwambia mtu aina yote yule. Naomba nisamehe sana. Mimi mtu akinikosea huwa simpi nafasi mara mbili ya kuniomba msamaha. Sema nini? Wewe ni mwanamke mzuri sana.
una vitu vyangu ujue. Bro, usifanye hivyo. Usiniingilie kwenye maamuzi yangu. Ni mwanamke mzuri ujue. Niache ni enjoy. Hapana. Hapana, usinifanye hivi. Kama ukinipa burudani vizuri, basi nitakuacha uishi. Unafikiri ungekuwa wewe ungefanyaje? Sawa. Baada ya nyie kupata mlichokuwa mnakihitaji, kwa nini mkaamua kumuua ule binti mdogo asiyekuwa na hatia? Najua aliomba msamaha, lakini ungefikiria hata kiumbe kilichokuwa tumboni mwake. Aya, alikuwa na mtoto tumboni? Sema hakusema, angeniambia ningemwacha. Lakini hata hivyo, wewe umeua vijana wangu na mimi nimemuua mkeo. Mimi nadhani tumelipana. Au unasemaje? Lakini bado sijamalizana nawe. Sawa, niambie. Unahitaji shilingi ngapi ili tumalizane na hili? Nahitaji uhai wako. Mwenye nguvu ndiye atakayeishi. Simama. Kama utaendelea kukaa chini, basi utakufa kama mke wako. Haijalishi utafanya kitu gani, lakini huwezi kumrudisha mke wako.
Najua hata mke wangu alisema hivyo hivyo, lakini hamkumsamehe. Piga simu kitengo cha uchunguzi waje kuchukua hizi maiti. Sawa. Nini kinafuata? Najua wapi kwa kumpata. Uko chini ya ulinzi, na ukijaribu kufanya chochote nitakushuti hicho kichwa chako. Kazi nzuri, umefanikiwa kunipata. Ulifikiri sitajua kama utakuwepo hapa? Sikutegemea kama akili yako inaweza kaa haraka kiasi hicho. Umeacha kazi jeshini na kuja kuua watu mtaani. Tulia hivyo hivyo, nitakushuti. Wote waliokufa walistahili kufa. Ni bora ukaangalia maneno yako, maana naweza nikakushuti. Kama unahisi na stahili, basi unaweza kufanya hivyo. Watu wote uliowaua damu zao zitakulilia maisha yako yote. Kabla ya hapa nikiwa jeshini, nishaua watu wengi sana wabaya. Na sijafanya hivyo kwa ajili ya mke wangu tu, bali ni kwa ajili ya wanawake wote wanaotendewa matendo mabaya na hawa watu. Nimeshamaliza kazi yangu sasa. Kama unaweza kunikamata, nikamate. Na kama unaweza kunishuti, shuti hiki kichwa changu. Kwa wakati mwingine sitakupa nafasi ya kuongea. Weka mikono yako nyuma ya kichwa. Geuka nyuma. Yeah, it's over now. Moyo ulikuwa na giza, leo damu imemwagika, nikalipa kila chozi, adua ameshazikwa. Mlinyang'anya tabasamu, mkamzima wangu taa, sasa nibaki peke yangu katikati ya mitaa. Hukumu mkononi mwangu, sikuwa na namna, nimefanya nichopaswa, sasa mani nagongana. Nimefunga hesabu, nyakati zimeshafika, gerezani kuelekea, lakini roho imepumzika. Haki imelipwa kwa damu, pingu mikononi, lakini imeshamaliza. Imekwisha.